ndo anaelezea zile agenda. Lakini kikao hiki mahususi kimelenga kipengele cha fedha, mambo ya fedha, namna gani Uislamu utaendeshwa. Enzi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulikuwa na Baitul Mal ambao ilikuwa inatumika, benki ya Kiislamu iliyokuwa inaendesha harakati za kusogeza Uislamu mpaka leo hii umetufikia sisi hapa ndani ya kata ya Mgana. Basi ingekuwa hivyo tazani kama Uislamu ungetufikia hapa. Jambo la kwanza ambalo katibu amelizungumzia la mapato ni mapato ya kila mwezi ambayo yanatakiwa kutoka msikitini kwenda katani, shilingi 5,000. Huu ni utaratibu tena, kwa sababu misikiti yetu sisi hatujasimama kidete kukusanya mapato. Hii ni fedha ndogo sana. Kuna siku mimi nimeumia sana, nimemuona shekhe wa kata anaendesha baisikeli kutoka Chabutwa kwenda Lulanga. Shekhe wa kata. Alafu huyo mtu unataka akifika msikitini awe na nguvu na spirit ya kuzungumza kwa waadhi wa Islamu, kwa kuwalingania katika haki. Kachoka na baisikeli. Wakati huo wenzetu wanaendesha Lexus, wanaendesha vyombo vya kifahari ambavyo vinawafaa wao. Wakifika wala hatoi jasho, anaingia anazungumza vitu, tena anazungumza vitu ambavyo wao ndo wanavijua, vina mantiki, lakini vinakuwa katika misingi ambayo Uislamu sisi hautambui, na anaondoka. Kwa hiyo hii ni fedha ndogo, lakini kwa sababu tunaanza, na ninasikitika sana kuona maimamu hawajafika. Dhima hii ni ya maimamu, na kama kweli sheria hii ipo kwa viongozi wetu wa juu wa kata, maimamu wengi kwenye hichi tutawatoa kwenye imamu. Mimi nimesema ni mwalimu na nafundisha elimu ya secular. Kwa hiyo nina kipato changu ninachopata, si ndivyo? Huku ninakuja kwa sababu ipo siku mimi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataniuliza kupitia malaika wake niliutumia vipi umri wangu katika kuishi hapa juu ya mgongo wa ardhi. Kwa hiyo maimamu, tafadhalini sana, na hii taarifa ziwafikie maimamu na makatibu wa misikiti. Ni aibu sana ndugu zangu, tunakaa hapa hatujanywa chai tangu asubuhi, alafu Waislamu tunamiliki fedha nyingi sana. Kila gari likipita limeandikwa subhanallah, kila gari likipita limeandikwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, alafu sisi tunakaa hapa tunashinda kutwa nzima hatujala. Hii ni aibu. Ukiuliza duka la nani unaambiwa ni la Muislamu, ukiuliza nyumba ile nzuri ni ya nani, ni ya Muislamu. Tafsiri yake uchumi upo kwa Waislamu. Na kwa ushahidi huu ni kwamba mapato yote yanayopatikana kwenye hii misikiti yetu ni mengi, ila imekuwa na maslahi kwa watu wachache. Ijumaa iliyopita tulikuwa na kikao Lulanga. Tulikuwa tunazungumzia habari ya chinjo. Tumeanza kukabana kuanzia mwezi Januari. Mtu mmoja tu anakuambia mimi nina shilingi 40,000. Yaani nimechinja mbuzi au ng'ombe zisizopungua 20. Ina maana huyo mtu ana 40,000. Mtu mmoja. Katika 40,000 utoe shilingi 20,000 ije msikitini 20,000 ale yeye, kwa sababu mbuzi ni shilingi 2,000. Hiyo 20,000 ikija msikitini hatujanunua zuria la msikitini. Hiyo 20,000 ikija msikitini imamu hajasafiri kutoka msikitini kwenda katani. Kwa hiyo tuna mapato mengi, lakini kiukweli kabisa hatutendi haki. Kila mmoja, kila kiongozi ajiulize haki ambayo anaitenda kwenye yale mapato yanayopatikana. Kwa hiyo kwenye swala la shilingi 5,000, ndugu zangu maimamu pamoja na makatibu, hakutakuwa na lele mama. Mimi naomba nitoe rai hiyo. Na hakutakuwa na kisingizio cha hela ya kutolea. Tutaunda mfumo sasa hivi ipo ya kidigitali. Sijajua labda ni kwa sababu limefika shekhi wa kata, limefika kwa muda mwafaka. Kila jambo huwa lina wakati wake. Hakuna hela ya kutolea. Sasa hivi tunaenda kidigitali. Unatoa shilingi 5,000 na hiyo shilingi 5,000 itatoka kazi yako kufanya bila makato. Tutaunda mkoba. Kila msikiti unatakiwa uwe na namba ya Vodacom. Muda ukifika unaweka shilingi 5,000 bila ya hela ya kutolea, unaweka 5,000 hiyo. Kwa hiyo hili halina mjadala. Ndugu zangu, hili halina mjadala, na tunaanza mwezi huu.
Novemba hii tunaanza. Kwa hiyo makatibu pamoja na maimamu mliohudhuria hapa, mpeleke taarifa misikitini. Mwisho wa mwezi huu wa 11 shilingi 1500 inatakiwa iwepo. Tutatoka hapa, tutaandaa group la WhatsApp, na nitoe rai kwa maimamu na makatibu. Ndugu zangu, tuende kidigitali. Tuende kidigitali. Tutoke huko tuliko sasa hivi, habari za kubeba msaafu alafu mvua inanyesha unaanza kubeba kwenye rambo. Mambo haya yamepitwa na wakati. Tuende kidigitali. Msaafu upo kwenye simu, kila kitu kipo kwenye simu. Lakini si tu hivyo, imamu unaambiwa kutoa wadhi au fatwa fulani unashindwa kwa sababu hauendi kidigitali. Kila kitu Uislamu ndo umeelezea masuala mpaka ya fingerprint. Hizi fingerprint zimeelezewa katika Qur'an. Mwenyezi Mungu alishaelezea fingerprint miaka mingi iliyopita. Kwa hiyo Waislamu tuende kidigitali, tununue simu za kidigitali, hasa imamu na katibu. Itakuwa ngumu sana kuwasiliana. Kwa hiyo tutaunda group la WhatsApp, tutakuwa tunapeana taarifa. Ukiweka shilingi 5000 yako, imamu wa Usesanoni ataona. Yaani imamu wa Ukimbo hapa akiweka shilingi 5000, imamu wa Usesanoni anaona, imamu wa Mamatiga anaona, imamu wa Lulanga anaona. Ule mkeka unakuwepo kwamba msikiti fulani haujafanyaje, haujachangia ile fedha. Lakini pia vile vile kwenye swala la ndoa, ndugu zangu, kwanza jambo la kusikitisha sana ni kwamba watu wanaishi kwa mazoea, ndio maana hawafungi ndoa ama vipi? Mbona sehemu zingine tunaona swala la ndoa ni kipato kikubwa sana cha kuendesha Uislamu? Kwa hiyo maimamu na makatibu, watu huko, tathmini tulioifanya sisi ndogo, watu wengi wanaishi bila ndoa. Fanyeni harakati za kuwahamasisha watu wafunge ndoa. Faida mojawapo ya hiki cheti cha ndoa cha dini ya Kiislamu, kinakuruhusu kwenda kuchukua mkopo benki. Kinakuruhusu kwenda kuchukua mkopo benki katika benki za Kiislamu. Watu hizi fursa hatuzijui. Hiki cheti hiki unachokiona cha BAKWATA, ukitaka kwenda CRDB Bank kwenda kuchukua mkopo wa Kiislamu ambao hauna riba, haupewi mkopo pasi na nini? Certificate ya BAKWATA. Kwa hiyo ndugu zangu, tuone na tutambue umuhimu wa cheti hiki. Kwa hiyo watu tuhamasishe watu wafunge ndoa. Kwanza moja, tuhamasishe watu wafunge ndoa, waishi kwa mila za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwenye kipengele cha chinjo, kwanza misikiti mingi, Sheikh Wakata pamoja na mwenyekiti, inakosa mapato kupitia chinjo. Tathmini ndogo tulioifanya katika msikiti mdogo kama wa Lulanga, tathmini ndogo mpaka tukaamua kuwasamehe watu wengine hawana hizo hela, wameshakula. Tulifanya hesabu inakimbilia shilingi 300 kuanzia mwezi Januari mpaka Oktoba, zaidi ya shilingi 300. Hapo tumeshakata commission ya mtu aliyochinja. Tafsiri yake hiyo shilingi 300 ilikuwa inatosha kununua zaidi ya mifuko 20 ya saruji, na watu wakafyatua tofali zaidi ya 700, ikajengwa darasa la wanafunzi wakasoma elimu ya Mwenyezi Mungu. Lakini zimepotea, zimeenda kwa mwenye mifuko ya watu. Hiyo ni Lulanga ndogo. Je, mji mkubwa kama Itagata? Je, mji mkubwa kama Ukimbo? Kwa hiyo tafsiri yake kwenye chinjo kuna mapato makubwa. Na hawa wenye license za kufungisha ndoa za kuchinja, naomba Sheikh Wakata uwape nguvu. Hawa watu wapewe nguvu. Haiwezekani mimi sina license, mtu ametoa, yani mtu amesoma paka masters, alafu ikapatikana fursa ya ajira, anaajiriwa mtu ambaye ana level ya primary school. Mtu kusoma masters tu kufikia hatua ya degree ya kwanza, degree ya pili, mpaka uwe na masters ni gharama isiyopungua shilingi milioni 30. Leo mtu ana level ya primary level anaenda kuajiriwa, wewe mwenye masters unaachwa. Hii ni aibu kubwa sana na tunaudhalilisha Uislamu. Na ni dhulma kubwa sana tunawatendea hawa ambao walitenga muda wao, waliacha familia zao, wakaacha wake zao, wakaenda kuhudhuria mafunzo. Na kupitia hili nitoe rai kwa mwenyekiti wa kata. Kama wapo wawili ambao wana lesson,
tufuatilie wale wenye mamlaka ya kutoa leseni hizi, waorodheshe wachinjaji ndani ya Novemba hii, waorodheshe wachinjaji kwenye misikiti yote. Mtu ambaye hata hudhuria mafunzo hayo akichinja akamatwe na ashtakiwe kwa mujibu wa sheria za Kiislamu. Tuna minada mikubwa miwili ya Itagata na gulio kubwa la Ukimbo hapa. Mifugo inachinjwa, lakini mimi mhasibu nakaa mbali, wapatikane watu maalum